Shalom, mwana wa Mungu. Mtu mmoja alisema kwamba shuhuda nyingi ambazo zinatolewa makanisani sio shuhuda, kwa sababu hazina uzito wala hazistahili kuitwa ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mimi nitakuwa tofauti kidogo, lakini lengo ni kutaka kujenga mwili wa Yesu Kristo. Unajua tunaujenga mwili wa Yesu Kristo kupitia maandiko, lakini kupitia mafundisho pia ambayo yanaambatana na experience ya maisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana hata mahali fulani Paulo mtume alisema hapa si Mungu bali mimi. Kuna maeneo mengine Paulo alikuwa anauelezea uhalisia wa maisha na experience yake katika kuishi katika maisha ambayo ameishi, yani uhalisia ambao ameishi. Kuna maeneo mengine alikuwa anaelezea uzoefu wake. Na hata ukiangalia katika Biblia hata Petro wakati walipoambiwa washushe nyavu na Bwana Yesu Kristo, Petro aliona kwamba kile kitu hakiwezekani kwa sababu samaki mchana huwezi kuvua samaki kwa sababu wanaziona zile nyavu wanazikimbia. Kwa sisi watu ambao tumeishi katika maisha ambayo ni ya kuvua samaki kwenye mabwawa, kwenye mito, tunajua kabisa kuna wakati mwingine unapeleka ile chambo, samaki anachukua chambo alafu anaacha ile ndoano. Yani kwa sababu ni mchana. Sasa Petro yeye aliona kwamba haiwezekani kwa sababu kwa uzoefu wake wa kuvua samaki katika ziwa kwa muda mrefu, aliona kwamba kuvua samaki mchana ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo kuna maeneo mengine tunarekebisha mambo kulingana na experience, lakini pia wakati mwingine na neno la Mungu. Sasa huyu mtumishi wa Mungu amesema kwamba shuhuda nyingi, mfano labda kununua gari sio ushuhuda, kupona sio ushuhuda, kwa sababu kuna watu ambao hawamjui Mungu wanapona. Kuna watu ambao hawamjui Mungu. Sasa hebu tujiulize kwanza, ushuhuda ni nini? Lakini mimi kwa uzoefu wangu ninavyoelewa, ushuhuda uko wa aina mbili. Kuna ushuhuda wa rohoni na kuna ushuhuda wa mwilini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hivi vitu viwili vyote vinajenga kitu kimoja. Mwili unaijenga roho na roho inaujenga mwili. Na ndio maana Yesu Kristo wakati anahubiri kule jangwani alisema kwamba anaogopa watu wale wasije wakazimia kwa njaa, kwa sababu watakapokuwa na njaa hawatakuwa na uwezo wa kulisikiliza tena neno la Mungu, halitawaingia tena katika masikio yao ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo alitaka kuujenga mwili ili mwili ujenge roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna ushuhuda wa mwilini na kuna ushuhuda wa rohoni. Yeye mtumishi mmoja alisema kwamba hivyo vitu hivyo, shuhuda nyingi sio shuhuda kwa sababu watu wa kawaida walishafanyiwa. Lakini nitake tu kusema kitu kimoja kwamba ushuhuda unakaribiana sana na rehema. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu ushuhuda ni kile kitu